Nini ukichukua sensa kwa maana ya idadi ya watu, tuko wengi. Sasa inapofika kwamba katika ngazi za maamuzi wanawake hawapo, hakuna wa kuyasemea yale matatizo yanayofuatana na wanawake. Kwa mfano, kama ni swala la hospitali, mahitaji yetu wanawake na mahitaji ya wanaume saa nyingine yanatofautiana katika mazingira fulani fulani. Kama unaumwa kichwa, wote tutakunywa Panadol, lakini kuna mahali utaumwa kitu hicho kwa sababu wewe tu ni mwanamke, pengine kimetokana na uzazi. Sasa hili uwezo kaligao ukasema tutaenda 50-50. Kwa hiyo yale masuala ambayo ni majukumu yetu sisi kama wanawake, lazima tuyatekeleze kama wanawake. Ili tunalozungumzia la 50-50 ni katika ngazi mbalimbali za maamuzi. Mwanamke tusipokuwepo kwenye hizo ngazi, wanaume inakuwa ni ngumu sana kufanya maamuzi yale yanayotufavor, yanayotusaidia sisi wanawake kutokana na jinsia yetu tulionayo. Kwa hiyo hili jamani, naomba sana na naomba nisisitize, tusiwe tunachanganya. Na ndio maana saa hizi unakuta ndoa nyingi pia zinayumba kwa vijana wetu hasa. Utafika mahali, jukumu langu ni kupika. Na wewe pika leo, ili iwe 50-50. Nilipika jana na mimi nipike leo. Hilo sio utaratibu. Naomba katika maeneo hayo twende taratibu, kila mtu ana majukumu yake. Lakini na kina baba pia wamejisahau, acha niseme hapa kwamba saa nyingine wanafika mahali unakuta amesahau majukumu yake. Ndio maana tunafika mahali wanawake na sisi tunatoka tukatafute. Lakini toka katika vitabu vitakatifu, mwanaume ameambiwa ndio mkuu wa nyumba, na mwanaume akatafute, na mimi niendee kulea watoto, kutunza watoto. Lakini sasa baadhi ya wanaume unakuta wapo tu, hata kama ana nguvu za misuli za kusema atafanya kazi ngumu au kama ni ajira, lakini pia unakuta baadhi, sisemi wote, hawatimizi wajibu wao. Sasa mama watoto anakuangalia, utafanya nini? Si utatoka? Alafu na kauli zingine, huyu ni golikipa tu, hakuna anachofanya. Sasa wewe golikipa, inafika mahali mwanamke anasema ngoja na mimi nitoke nikatafute mpira huko katikati ya kiwanja, kuliko manake ni maneno ya kashfa. Kuitwa golikipa manake hamna unalofanya. Lakini tuna mchango mkubwa. Kwa hiyo sana sana niombe tu akina mama, na bado tuko katika maeneo tofauti yenye mila tofauti. Kwa sasa angalia mila zako zinasema nini, ili usije ukavuruga utaratibu. Lakini tunapokuja kwenye maamuzi, kama swala linakuhusu wewe mwanamke na haupo pale, unategemea nani atakusemea? Mkiwa wengi ndio hapo mtalisemea, na katika maamuzi na wewe watafikiria hoja zako ulizochangia, ambazo zitapelekea sasa angalau maamuzi yale na sisi yaweze kututetea kwa katika mazingira mazuri.